Karibu mtazamaji wa Fedha na Imani TV. Leo tuna kipindi kizuri kabisa, tunaenda kujifunza fursa mbalimbali ambazo zimo ndani ya CRDB na kijana ambaye ana benefiti kutokana na fursa mbalimbali za CRDB. Bila shaka unaitwa nani? Asante ndugu mtangazaji wa Fedha na Imani TV. Kwa majina naitwa Arithi Mwaruko kutokea CRDB Bank tawi la Mkwawa. Ndio. Bila shaka wewe ni mtu ambaye unanufaika na CRDB na umetoka CRDB. Unafanya kazi gani ndani ya CRDB? Asante ndugu mtangazaji. Mimi nafanya kazi kama freelancer. Watu wengi wanajiuliza nini maana freelancer? Ndio. Freelancer ni mtu ambaye anajiriwa na kampuni yoyote, sio CRDB. Hata NMB, NBC, ndio, TCB, Mkombozi, hata mitandao ya simu, Tigo, Yasi, Voda, Airtel na Hoteli. Ndio. Hao wote kuna vijana wako kama freelancer majiriwa kwa ajili ya kutimiza target za kampuni husika. Kazi ya influencer yeye huwa ana kazi ipi ndani ya kampuni husika? Kama ulivyosema kwamba influencer anaweza akaajiriwa ndani ya CRDB, NBC na NMB na makampuni mengine yote, hata Yasi. Kazi ya influencer ndani ya kampuni inakuwa ni nini? Kazi husika ya freelancer ni kuuza bidhaa ambayo wafanyakazi husika kwa hiyo kampuni wameshindwa kutoka kwenda mtaani kuuza. Ndio maana wanaajiri freelancer ambao wanaweza watoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kuuza bidhaa mbalimbali. Kwa mfano, kwa masuala ya kibanking, kuna masuala ya kufungua accounting, kufuata wateja, maana staff hawezi kutoka pale ofisini aingie mtaani kwa kufuata wateja. Hapana. Freelancer pati yao kwa ajili ya kukamilisha ile zoezi ambao staff wameshindwa kulifanya. Wanaingia mtaani kutafuta accounting. Na kuingia mtaani so pekee yake ni kutafuta accounting. Bali wanatafuta accounting na masuala mengine, kuuza bidhaa zingine kama bidhaa za lipa namba, ndio, mikopo, kama nilivyosema account nazo zipo. Na kwenye masuala mikopo ipo aina nyingi. Kuna mikopo ya wafanyakazi au watumishi binafsi na wa serikali. Ndio. Kuna mikopo ya biashara wadogo na wakubwa. Na kuna mikopo ya vikundi. Kama kama kwa CRDB kuna mikopo ya vikundi kama inaitwa Imbeju Foundation au Imbeju Saving. Hiyo ni mikopo ya Imbeju. Sawa kabisa. Bila shaka najaribu kuelewa kwamba influencer kazi yake ni kuuza bidhaa ndani ya kampuni. Na wewe kama influencer ndani ya CRDB kazi yako ni kuuza zile bidhaa ndani ya CRDB. Sasa kuna kijana hapa anakusikiliza, pengine ni mwanachuo, pengine ni mwingine yuko mtaani kule hana kazi, na mwingine anatafuta ajira, anatamani kujiajiri kama wewe uliyeajiriwa ndani ya kampuni na CRDB. Ni vigezo vipi ambavyo mtu anaweza akawa navyo ili kuingia ndani ya CRDB? Lakini pia kwamba malipo yake yanakuwa yakoje ndani ya kampuni husika, malipo ya influencer kazi kama hiyo na influencer. Yaani wanakuwa wanalipwaje ndani ya kampuni? Asante ndugu mtangazaji. Sisi kama nilivyosema, kazi yetu ambayo tunaifanya sisi tumeajiri kwa ya zoezi hilo, ila kingine vigezo ambavyo kama mwanachuo ambaye yupo chuoni anaweza kufanya kazi, au kama kumaliza chuo hajaajiriwa yupo nyumbani, usikae bure kijana mwenzangu. Nenda tawi lolote, NMB, CRDB, NBC, Tigo au Yasi wanasema Airtel. Napo wanatafuta vijana kwa ajili ya kusajili line, lipa namba, fungua accounting, lipa namba, kuuza masuala ya mikopo na bidhaa zingine. Hizi kampuni
tusiwachukulie watu ambao wanapita mtaani wanakusajia line account. Huwezi jua kesho yao ikoje. Na wewe kama hujaanza kujipambania, nitafakari kwanza, kijana mwenzangu. Mimi mpaka sasa hivi nipo nyumbani mwaka wa pili, sina hili wala lile, sina issue yote. Nikienda huku nitaweza kutoboa? Ndio, mimi nakuhakikishia kutoboa kupo. Jitihada zako ndio ambazo zitakufanya ufike sehemu husika. Sawa kabisa. Makampuni haya wanaajiri, na kuajiri hawaajiri nje. Ndio. Wanaajiri tokea pa vijana wao. Ndio. Juhudi yako ambayo utaionyesha na kufanya kazi kwa jitihada, kwa ufasaha, ndio inakuongezea kupata brand au ujuzi mbalimbali. Na changamoto unaweza kupata mtaani, ndio changamoto ambazo zinakufanya ili uimarike zaidi ya hapo. Ndio. Kama kwa upande wa malipo, kwenye upande wa malipo, jitihada zako ndio malipo yako. Ndio. Kwa hiyo ukiwa mvivu, malipo utapokea kidogo. Ila kuna chote kitu ambacho ofisi kama ofisi wanatusaidiaga kila mwisho wa mwezi, kuachana ile malipo ambayo tunapokea kila mwezi. Kuna viongozi staff wetu wanatusaidia kutugea ili kutusupport. Kuna muda mwingine wiki by wiki wanatulipa. Ndio. Sawa kabisa. Bila shaka nadhani unamsikiliza vizuri Mwaruko hapa, na anajaribu kuelezea fursa hii ya influencer ndani ya CRDB na makampuni mengine. Anajaribu kuelezea kwa undani kabisa kwamba ni kivipi unaweza ukajiajiri wewe kama kijana, hata kama uko nyumbani. Unaweza ukatafuta fursa, ukaenda tawi lolote, angalau kaanza kupata chochote kitu, kuliko kukaa nyumbani na kusubiria upate chakula kutoka kwa mama. Sasa na tofauti na influencer, ni benefit gani ambayo unaweza ukaipata ndani ya kampuni la CRDB wewe unalofanya kazi? Sana ndugu mtangazaji, nashukuru hilo swali zuri sana. Alikuwa muda ule nitaka niongezee pale, nikastopisha. Ndio niko naingia kule kwenye benefit au faida ambayo freelancer ambayo anaweza kuipata. Ndio. Kwa hii kazi ya freelancer, cha kwanza ina connect na watu mbalimbali. Ndio. Kwa masuala ya kibenki, so CRDB peke yake, hata NMB, NBC ina connect na watu mbalimbali. Siku mteja amekuja mara kwanza, ukamhudumia vizuri, kwa polite language, kwa hekima, maneno mazuri, ukamhudumia, ukampa mteja. Akaja siku ya pili, ukamhudumia vizuri. Siku ya tatu, huyo mteja kama ana kampuni au ana sehemu, anaweza akaomba kwa ajili. Ndio. Tulikuwa na vijana mbalimbali tuko nao hapa. Kuna mmoja alikuwa chuo cha Mkwawa. Ndio. Aitwa Mr. Juma. Ndio. Na hisi hata wanafunzi wa Mkwawa waliomaliza wanaweza wakamfahamu. Ndio. Tangia alipoanza mwaka wa kwanza mpaka anamaliza mwaka wa tatu, alijiunga na CRDB Bank kwa masuala ya kufungua account mtaani sehemu mbalimbali. Ndio. Mimi Mr. Juma nilimkuta. Ndio. Na ndio brother ambaye alinipa hamasa ya kupambana. Ndio. Mpaka sasa hivi nilipo hapa. Alikuwa yeye mwenzangu amepata bahati, kampuni husika imemuona, akaajiriwa. Ndio. Kuna muda makampuni haya wanatoa ajira wao kama wao. Ndio. Wanaajiri vijana wao ambao ni chapakazi hodari. Ndio. Na kuna muda inatokea fursa nje ya kampuni husika, wanakupa connection. Ndio. Wanaajiriwa. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba vijana wenzangu, mabinti, kaka zangu, msikate tamaa. Ndio. Msikate tamaa kwenye haya maisha. Ndio. Kwa sababu sasa hivi umri bado. Usiseme kuwa umri umeenda. Bado damu inachemka. Damu bado. Na maisha hata iko kidogo unachokipata, ndio. Mshukuru Mungu. Kuna wengine hakipati iko kitu. Ndio kabisa. Kwa hiyo jitihada yako ndio mapambano yako. Ndio. Na nidhamu yako kwenye kazi au kampuni binafsi, kampuni yoyote husika, ndio mafanikio yako.
Ndio. Kwa hiyo tunaomba vijana wenzangu, kama bado umelala sasa hivi, naomba uamke, unawe uso ili uendelee kuingia kwenye mapambano. Ndio. Na nimefurahi Mwaluko, na jaribu kujiuliza swali kwamba kuna watu ambao wengine wanatamani kufanya biashara, na anaweza akawa ni kijana amemaliza, yuko kule mtaani, lakini anatamani kupata hata mkopo ndani ya benki, lakini anajiuliza kwamba ni vigezo vipi ambavyo vinaweza kumfanya mwanachuo anaweza akapata mkopo labda pengine ndani ya benki husika kama CRDB, wewe unapofanya kazi. Asante ndugu mtangazaji. Nashukuru kwa hilo swali zuri sana ambao inaweza kuwapa fursa vijana. Ndio. Cha kwanza, kwa masuala ya mikopo, CRDB tunatoa mikopo mbalimbali kama nilivyosema, kwa mikopo ya watumishi ambao watumishi wamegawanyika katika sekta binafsi na serikali. Na kwa mikopo ya biashara dogo wajasiriamali na wafanyabiashara kubwa. Na kuna mikopo ya vikundi ambao in short, kwa benki ya CRDB, benki yetu ya CRDB tunatoa fursa mbalimbali. Kama kwa mkoa huu wa Iringa, kwa awamu hii tumetoa bajaji awamu ya 5, bajaji zaidi ya 50 kwa vijana ili kujikwamua kiuchumi. Ndio. Na vigezo sio vikubwa sana. Vijana tuseme benki CRDB ni benki kubwa sana, ina riba. No. Benki ya CRDB haina riba kubwa. Vijana kama hauna hela kwenda kununua chombo kama bajaji au pikipiki, njoo benki ya CRDB au CRDB yote ilikuwa karibu yako ili uweze kupata mikopo. Na mkopo sasa unakuwa na vigezo gani ambavyo unatakiwa uvikamilishe ili upate hiyo bajaji au benki au pikipiki? Kama nilivyosema, mikopo ipo aina nyingi. Kwa mikopo kama fanya biashara, in short, mikopo ya bajaji na pikipiki, CRDB sisi tunaangalia lazima kwanza uwe na akaunti ya biashara. Ndio. Ambayo inaitwa Hodari account. Hiyo account kufungua ni shilingi 5,000. Kabla hujaja kufungua hiyo account, lazima upitie ofisi za bajaji za mkoa wowote ili ukaulizie, maana lazima uanzie kule, kuna process zitafanyika kule, ila na kushauri lazima uwe na TIN number, leseni ya bajaji, namba kitambulisho cha NIDA au cha mpiga kura, pamoja na kianzio ya kufungulia akaunti na pamoja kianzio cha kuingiza ili uweze kupata huo mkopo wa bajaji ambao ni shilingi milioni 2, hiyo ambayo inaingizwa kwenye akaunti yako. Ila kianzio cha kufungulia akaunti kama nilivyosema ni shilingi 5,000 almost. Lakini ile milioni 2 maana yake ni ile, yani uwe na kigezo angalau milioni 2 ndio. Angalau milioni 2. Ukiwa na milioni 2 usiweke milioni 2 kamili kwenye hiyo akaunti. Angalau uweke milioni 2,500 au milioni 2,10,000. Lakini hiyo ndo dhamana yenyewe au dhamana inakuwa ni nini? Hakuna dhamana yoyote unayoweka, wengine wanaweka ardhi, nyumba. No. Hii mikopo ya bajaji ya pikipiki haina dhamana ya ardhi wala nyumba. Sawa kabisa. Kigezo ni milioni 2. Milioni 2, NIDA, cha mpiga kura, leseni, TIN number na akaunti hiyo ya Hodari. Pale utakaposhindwa kulipa mkopo wetu, sisi tutafuata ofisi ya Umoja Bajaji ambao wao ndio wametutambulisha kwako. Ukiwatafuta wale ofisi kama katibu au mwenyekiti, wao ndio watajua namna ya kukabiliana na wewe ili tuweze kupata rejesho. Na kwenye rejesho, ndugu zangu vijana, msishangae, rejesho sio kubwa. Kwa wiki unalipa 175 ambao kwa siku ni 25,000 kwa siku. Na hiyo unalipa baada ya miezi 18. Ndio. Na ukipata zaidi ya hiyo 175 unatumbukiza kwenye akaunti yako ili umalize mkopo mapema. Na sisi tunakubali, ukimaliza mkopo mapema sisi tunafurahia benki na tunakuamini kukopesha tena. Ndio ndugu zangu mtangazaji. Ni kitu cha msingi sana. Natamani uelewe msikilizaji wa Fedha na Imani TV kwamba ni fursa ya mkopo unaweza kupata. Nadhani ulikuwa hujui vigezo mbalimbali ambavyo vinatumika kwa ajili ya kupata mkopo. Nadhani sasa